Mnamo mwaka 1910 wanaume 7 waliokuwa katika makampuni makubwa duniani ya kifedha, yaani Rockefeller, JP Morgan na Rothschild, walikutana kwenye kisiwa cha Jekyll nje ya pwani ya Georgia, panga mipango ya kuanzisha benki ndani ya taifa la United States ambayo waliita hifadhi ya shirikisho, yani Federal Reserve Bank. Wanaume hao ni Nelson Aldrich na Frank Vanderbilt, wote wakiwakilisha taasisi ya kifedha ya Rockefeller, Henry Davison, Charles Northon na Benjamin Strong wakiwakilisha taasisi ya kifedha ya JP Morgan, Paul Warburg anayewakilisha Rothschild, taasisi ya kifedha iliyokuwa Ulaya iliyoanzishwa na Wayahudi. Moja ya malengo makubwa ya kuanzisha benki hiyo ambayo iliitwa benki ya shirikisho, yani Federal Reserve Bank, ilikuwa ni kulifanya taifa la Marekani kuwa taifa kubwa, lakini na kupanga mipango ya kuweza kulitawala taifa hilo. Sasa ni kwa njia ipi wangeweza kutawala taifa la Marekani kupitia Federal Reserve Bank, yani benki ya shirikisho? Njia moja kubwa, walipanga kutoa mikopo rahisi kwa wafanyabiashara wengi wa Marekani, hasa waliokuwa wanajihusisha na biashara za kilimo kupitia watumwa. Kwa njia hiyo wangefungua uchumi wa wafanyabiashara wengi wa Marekani, hivyo kufanya maisha kuwa bora kwa wananchi wote. Na kama ingetokea mtawala ambaye angewapinga, basi wangeyumbisha uchumi wa taifa hilo kwa kutokutoa mikopo, lakini na kuzuia fedha za benki hiyo zisiweze kuzunguka kwa wananchi. Hivyo basi ingewafanya wananchi wengi wamchukie mtawala aliyepo madarakani. Kupitia njia hiyo wangeweza kumchagua mtawala wanayemtaka na wangemtengeneza katika vile watu wanavyotaka. Kumbe basi kupitia njia hiyo wangeweza kumtengeneza mtawala ambaye angeendana na sera na mipango yao. Lakini pia kupitia fedha hizo za benki hiyo wangezitumia kupindua serikali za nchi nyingi duniani, kwani mara baada ya tukio la Titanic kuzama mwaka 1912 kulifuatia na vita ya kwanza ya dunia 1914, viongozi wengi pamoja na matajiri wa Kimarekani walipinga wazo hilo la kuanzishwa kwa benki moja kubwa ambayo ingekusanya majimbo yote ndani ya Marekani, yaani Federal Reserve Bank. Matajiri waliopinga wazo hili ilikuwa ni pamoja na Benjamin Guggenheim, Isidore Straus, mkuu wa kampuni ya Mark Department Store, na John Jacob Astor aliyekuwa mtu tajiri katika dunia kwa kipindi kile. Wote hawa walikufa katika meli ya Titanic. Ujenzi wa Titanic ulianza mnamo mwaka 1909 na kampuni ya White Star Line iliyokuwa chini ya kampuni ya JP Morgan. Benki haikuwa biashara pekee ambayo kampuni ya JP Morgan ilikuwa inainvest, lakini pia ilijihusisha na usafirishaji na iliweza kuunganisha Ujerumani pamoja na Uingereza kwa barabara ya treni. Na baada ya meli hiyo kukamilika na kujengwa, watu wote matajiri na wenye nguvu walialikwa ili kuweza kusafiri na kujionea ufahari wa meli hiyo ya Titanic. Watu hawa matajiri na wenye nguvu walikuwa kikwazo kwa uanzishwaji wa benki ya hifadhi ya shirikisho, yani Federal Reserve Bank, na ilibidi waangamizwe kwa njia hiyo. CEO wa kampuni ya JP Morgan aliahidi kusafiri na meli hiyo, lakini dakika za jioni kabisa hakuonekana katika meli hiyo. Nahodha wa meli ya Titanic aliyejulikana kwa jina la Edward Smith alikuwa ni mmoja wa wafanyakazi wa kampuni ya JP Morgan, na siku hiyo aliendesha meli kwa spidi sana kiasi alarm zilikuwa zikipiga kelele ili kumtahadharisha. Licha ya kengele kuendelea kumtahadharisha, Edward Smith aliongeza spidi ya meli hiyo, ingawa alijua kwamba kaskazini mwa bahari ya Atlantic kuna miamba mingi ya barafu, kwani alikuwa ameweza kupita katika bahari hiyo kwa takriban zaidi ya miaka 27. Kwa hiyo hakuwa mgeni katika bahari hiyo. Na licha ya kuwa Edward Smith kuwa mzoefu katika bahari ya Atlantic, lakini alikubali kuondosha meli hiyo kubwa bila ya darubini katika chumba cha juu. Kwa hiyo hakuna nahodha aliyeweza kuona mbele kwa uwazi zaidi. Lakini pia Edward Smith alikubali kuondosha meli hiyo licha ya kuwa na boti chache za uokoaji. Meli ya SS California, meli hii ilikuwa karibu sana na Titanic, lakini ilizima mitambo yake na kutojibu ishara zozote za dharura zilizotoka katika meli ya Titanic, na watu walidai kwamba meli hiyo ilikuwepo hapa ikisubiria
kuzuia tukio hilo liweze kutokea. Simulizi hii ni kwa mujibu wa kitabu cha American Terrorist cha Bill Hughes.